Glory to God. Amen. 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 I see my wife, she's going to interpret today for me. Amen. Hallelujah. Amen. Today is a joyful day. Leo ni siku ya furaha. Can you tell someone close to you? Ambia mtu pembeni yako. Are you happy? Unafurahi? If you are happy, smile. Kama unafurahi cheka. Smile. Cheka. Amina. Amen. Yeah. Hallelujah. Amen. If you are happy, smile. Kama unafurahi cheka. I'm happy to serve the Lord. Ninafurahia kumtumikia Mungu. I've been called to serve the Lord. Nimeitwa kumtumikia Mungu. Sometimes I feel tired. Mara nyingine najisikia nachoka. Sometimes I feel okay. We have to follow the rules. Amen. Amen. Sometimes as a human being, mara nyingine kama vile mwanadamu, you feel tired. Unajisikia unachoka. You feel burnout. Unajisikia uko chini kabisa. But when the Holy Spirit Kini wakati Roho Mtakatifu is there, iko mahali, you see what God is doing. Unaona yale Mungu konafanya. Oh, it encourages you. Inakutia tena nguvu. You see how the choir is singing. Unaona kisi waimbaji wako wanaimba. It encourages you. Inakutia tena nguvu. Can you clap your hands for our choir? Chapia mikono juu ya kwaya yetu. Where you guys are getting those songs? Muko mnatosha nyimbo wapi? Where are you getting those nice songs? Muko mnazitosha wapi? Where? Mnazitosha wapi? And where have you been? Na mulikuwaka wapi? Hallelujah. Amen. Where have you been? Mulikuwa wapi? If you are there, kama ulikuwa mahali, you're not singing, hauko unaimba, and you have a gift, na wewe uko na karama, where are you? Uko wapi? This is your time. Hii ni wakati yako. Hallelujah. Amen. Tell someone close to you, this is your time. Mwambie jirani yako wakati yako hii. Time to serve the Lord. Wakati yako kumtumikia Mungu. Amen. Amen. This is your time. Wakati yako ndio hii. Don't take it for granted. Usidharau. Don't lose your time. Usimpoteze muda wako. We don't have time. Hatuna wakati. Time belongs to God. Wakati ni ya Mungu. We are living this world. Tunaishi mwa hii dunia. We may look for money. Tunaweza tafuta pesa. We may look for wealth. Tunatafuta riches. But no. Pana. Our time wakati yetu is limited. Iko na limit. It's the time there is a time to expire. Kuna wakati ya vitu vinaisha. The time to flourish. The time to flourish. Na wakati wengine vinabubudika. So you have to know the season you are going through. Unapasha kujua majira gani uko unapitia. What is the season you are going through? Uko majira gani? But this is not my message. Hiyo haiko njo message yangu. Last Friday, vendredi passé, we continued with the series of the Holy Spirit. Tuliendelea kujifunza juu ya Roho Mtakatifu. Understanding the flame of the Holy Spirit. Kuelewa moto ya Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. And today, na leo, we want to talk about tutaongelea 3 signs masinye 3 that the Holy Spirit zenye Roho Mtakatifu does not dwell in you. Hautulie ndani mwako. Is not in you. Haiko ndani mwako. You may discover it.
unaweza kuelewa as a Christian. kama vile Mkristo. You may discover in someone in person. Unaweza kuona mumutu. Sometimes we pretend to be Christian. Mara nyingine tunajifaa kuwa Wakristo. Sometimes we pretend to be more holy. Mara nyingine tunajifaa kuwa watakatifu. But if we see very well, kini tukitazama vizuri, if we take those 3 signs, kama tunakamati ni masinye 3, you're gonna discover utaelewa that this person, huyu mtu, the Holy Spirit, Roho is Mtakatifu already abandoned him. alishamwacha He's tayari. already abandoned her. Alishamwacha. Yes, we spoke about Ndio the tuliongelea Holy Spirit in me, Roho Mtakatifu ndani mwangu, the Holy Spirit surrounding me, Roho Mtakatifu the kunizunguka, Holy Spirit upon me. na Roho Mtakatifu juu yangu. But we need to know exactly. Kini tunapasha kujua There is a sign kuna masinye that it's gonna show us itatuonesha that this person, huyu mtu the Holy Spirit is already abandoned. Roho Mtakatifu amemuacha Because the tayari. Holy Spirit is a person. Sababu Roho Mtakatifu ni mtu. He wants to work with you. Anataka atumike na He wewe. wants to use you. Anataka akutumie. The Holy Spirit wants to use you. Roho Mtakatifu anataka akutumie. But you need to be flexible. Kini unapasha kuwa tayari. You need to be ready Unapasha kuwa tayari to go with him, kwenda na yeye, to stay with him, kubaki na yeye, to work according the word of God. kutumika kulinganisha na neno la Mungu. Brothers and sisters, Ndugu zangu, this message is very important for us hii message iko important kwetu as Christian, kama vile wa Kristo, because it's a basic and the foundation for our Christian life. kwa sababu ni msingi wa maisha yetu ya Kikristo. It's a foundation for our Christian life. Ni msingi wa maisha yetu ya Kikristo. Number one, Ya kwanza, sign number one, sinye ya kwanza, you hate being corrected. wewe nya upendake ushauriwe. You see someone, Utaona mtu as a Christian, kama vile he Mkristo doesn't want anyone to correct him. apendake mtu amshaurie ama mtu amkorije. If you see someone Kama unaona mtu calling himself a servant, anajiita kuwa mtumishi, calling himself a man of God, a woman of God, anajiita yeye mtu wa Mungu, prayer warrior, muombaji, but when he make a mistake or she make a mistake, wakati anafanya makosa he doesn't want to be corrected. hapendi mtu amshaurie. It's a number one sign. Ile ni numero ya sinye. If the Holy Spirit is working with you, Kama Roho Mtakatifu iko ndani mwako, you're gonna have a spirit of listening. unapasha kuwa na roho ya kusikia. You're gonna have a spirit of paying attention. Unapasha kuwa na roho ya kujua, ya kuwa faire attention. Attention for details. Kuelewa vitu. What is going on? Nini inaendelea? What can I change my life? Ni nini ninapaswa badilisha ndani ya maisha yangu? What am I doing? Is it right for others? Yeye niko nafanya kweli ni mazuri kwa wengine? Do I harm others? Eske niko naumiza wengine? What I'm doing is a benefit for others or not? Eske vile niko nafanya vya maana kwa wengine? When someone approach you, wakati mtu anakujongelea, he want to tell you, anataka kukuambia because he loves you. ni kwa sababu anakupenda. If someone want to correct you, kama mtu anataka kukorije, because he loves you. kwa sababu anakupenda. If your husband want to correct you, kama mume wako anataka kukorije, because he loves you. ni kwa sababu If anakupenda. your wife want to correct kama you, mke wako anataka kukukorije, because she cares about ni you. kwa sababu anakupenda. Because if you do wrong, kati unafanya mabaya, it's gonna affect. Itajionesha. As a man in the house, kama vile baba ndani ya if nyumba, you do something wrong, wakati unafanya it's makosa, gonna affect your family.
ita-affecte familia yako. If as a pastor here, Kama vile mimi ni I mchungaji, do something bad, ninafanya vitu it's visiyofaa, gonna affect the church. ita-affecte hata kanisa. So we have to be flexible. Tunapasha kuwa tayari. We need to have a teachable attitude. Tunapasha kuwa na mpenda kufunzwa. To accept, to be corrected. Kukubali kukuwa korije. Children, you are here. Watoto mko mahali hapa. You have your parents. Uko na wazazi wenu. If you want to succeed in your life, kama unapenda kufanikiwe ndani ya maisha yako, if you want to be a great person in your life, kama unataka kuwa mtu wa maana maishani mwako, you need to accept to be corrected. Unapasha kukubali kuwa korije. Hallelujah. Amen. I'm gonna speak it my mother language. Nitaiongelea mulugha yetu. I grew up with I'm gonna ask every person to speak that in your language, just to help these young people. Ndapenda kila mtu aiongelee mulugha yake. And I'm gonna translate it, and you're gonna understand what I mean. Ndawaambia na mtaelewa nini niko nasema. Mama, you speak Kifulero, right? Little. Eh? Unasikia katu. Amen. Unaongea Kifulero? Hallelujah. We're going to have a person who speak Kifulero, Kinyarwanda, Kibembe, Kiluba, and any language. I'm going to speak. I grew up in my mother's family. Nilikoma kufamia mama yangu. That's the language I learned from since I was kid. Nanjo lugha nilijifunza nikiwa mtoto. And Mumbere will understand that language very good. Amen. Na Mumbere ataelewa. They say this. Wanasema hivi. O mwana molo akali anise. Mtoto mdogo anafunzwa kupitia wazazi. O mwana molo akalia nise. Mtoto mzuri, let me speak it in Swahili. Mtoto mzuri anakulaka na bazazi. Amen. Sema sasa lugha yako. A humble child eat with their parents. Nani mwenye ataongea lugha yake? Okay. Mama Micheline kia ongea Kinyarwanda. Na Kifulero. Umwana mwiza asangira n'ababyeyi mu Kinyarwanda, mu Kifulero umwana mwija ari muriya n'ababyeyi. Amen. Moiza kia ongea Kiluba. Mkwe mnajua kuna tofauti ya Chiluba na Kiluba. Juba tu bakongolea bajua kile tofauti. Kuna tofauti ya Chiluba na Kiluba. Yeye anaongeaga Kiluba. Mtoto mzuri anakulaka na bazazi. Mwana muyampe ujanga ne para banji. Ushatumia para muzazi. Mwana muyampe ujanga ne babutuile wanji. Amen. En français. Un bon enfant mange avec ses parents. Amen. Hallelujah. Children, you catch that? Do you know why I mentioned that? Mnajua ni kwa nini nimemaanisha hii? If you are a humble child, kama wewe ni mtoto mtulivu, you're gonna eat with your parents. Utakula na wazazi wako. Back home, kunyumbani. Back home, nyumbani, in our traditions, katika tradition yetu, parents, wazazi, and especially in villages, mu village yetu, the men they eat together. Wanaume wanakula pamoja. And the humble boy, na watoto wazuri, if he listen to their parents, kama kijana anasikia mzazi wake, he gonna have a privilege
atapata hiyo neema to be accepted kukubaliwa to eat with the parents. kukula pamoja na wazazi wake. That means that child, Inamaanisha huyo he mtoto listen, anasikia, he accept correction, anakubali he kukubadilishwa, accepted to send, because there is children, kwa sababu kuna watoto wengine if you send her or him, ukimtuma you're gonna see the attitude. utaona kisa atajifaa. Unamtuma tu nilete mai kasha chanje sura. You send him to bring you water. Hallelujah. Amen. So children, listen to your parents. Watoto sikia wazazi wenu. Have the attitude of listening. Kuwa na tabia ya kupenda kusikia. Be corrected. Kubali kukua The Holy Spirit Roho Mtakatifu work with people anatumika ndani ya watu who are ready to be corrected. wenye wanakubali kubadilishwa. If you are not ready to be corrected, Kama ukubali kuwa corrigé, that means you don't have a Holy Spirit. inamaanisha hauna Roho Mtakatifu. You are pretending to be a Christian. Unajifaa kuwa Mkristo. If you don't, it doesn't matter who you are. Haimaanishi wewe ni nani. It doesn't matter if you are a pastor. Haimaanishi kama wewe ni It pastor. doesn't matter who you are. Haimaanishi kisi ulivyo. But when there is something not going well with you, Kama kuna vitu haviendelee you vizuri ndani need to mwako, accept to be corrected. unapaswa kubali kukua This corrigé. message is for me and for you. Hii message ni yangu na ni yako. And you have to pray, God, give me the spirit Unapaswa omba Mungu nipatie to roho accept the correction. kukubali kuwa corrigé. The Holy Spirit can work with you Roho Mtakatifu anaweza if you kutumikisha accept the correction. kama unakubali kukuwa corrigé. How do you repent your sin? Unatubu aje? Because if you don't accept you are a sinner, Kama ukubali wewe ni mfanya dhambi, then the Holy Spirit will not collaborate with you. Roho Mtakatifu haitakuwa pamoja na Because wewe. repentance Kwa sababu kutubu is to recognize ni kuelewa that I'm a failure. mimi niko mwenye I'm dhambi. a sinner. Mimi ni mwenye And say, dhambi. Lord, forgive me. Mungu nisamee. Lord, I'm a sinner. Mungu mimi ni mwenye And you dhambi. accept to be corrected. Na unakubali kuwa But corrigé. if you refuse, Wakati unakataa kuwa does corrigé, it mean that you are not a servant of God? inamaanisha wewe si mtumishi wa The Mungu. Holy Spirit is not with you. Na Roho Mtakatifu haiko The pamoja na Holy wewe. Spirit is not upon you. Na Roho Mtakatifu haiko The pamoja Holy nawe. Spirit is not surrounding you. Na haikuzunguke. That's why we call holy. Ndio maana tunaita Do mtakatifu. you know the meaning of holy? Unajua maana ya utakatifu? It's called the Holy Spirit. Inaitwa Roho He only Mtakatifu. works when a person is holy. Anatumika wakati mtu ni He's mtakatifu. in action when a person is holy. Anatumika wakati mtu yuko He mtakatifu. is called Holy Spirit. Anaitwa Roho Mtakatifu. Is not in Swahili Roho Mtakafujo. Is not a noisy Roho Mtakatifu. So if you see some person, someone, kama unaona it's mtu just want to make noise. anapenda leta tu Just fujo, want to disturb people. anataka tu He kusumbua just want to watu, harm people. anataka tu kusumbua That is watu. not a Holy Spirit. Hii haiko roho ya Mungu. The Holy Spirit Roho is a Mtakatifu spirit of peace. ni roho ya He amani. dwells where there is peace. Anatulia mahali kuko amani. Even when we are serving the Lord. Hata wakati tuko unamtumikia When Mungu, we have peace. wakati tuko na amani, When there is peace, mahali kuko there amani, is Holy Spirit. kuna Roho Mtakatifu. That's why, brothers and sisters, Ndio maana ndugu zangu, I usually say ninasema and tell servants of God na naambia watumishi and wa some Mungu pastors na wapastara that wengine, it's better ni ya maana to have few people in the church kukuwa na watu wadogo who are kanisani going to listen, watakaosikia, who have peace, wale wako na amani, people who can talk to each other, watu wao wanaongea people who pamoja, can call each other. watu wanaitana pamoja. Hallelujah. Amen. Than having a mass of people, Na kusipokuwa na watu wengi, than having more people in the church watu wengi
who doesn't speak to each other, wenye waongei who pamoja, doesn't collaborate. wenye waongei pamoja. Hallelujah. Amen. But it's better to be a few people Ni ya maana sana kuwa wachache, that we are able to go to heaven. we tutaenda mbinguni. Hallelujah. Amen. That's sign number 1. Ya kwanza ile. In the book of Proverbs, Katika you can kitabu read cha that in the book Mezali, of Proverbs, Mezali chapter 12, 12 verse 1. mstari wa kwanza. The Bible says, whoever loves discipline, love knowledge. But who he hates correction is stupid. Amen. Oh, can I repeat that? Whoever loves discipline Hallelujah. loves knowledge. But who he hates correction is stupid. Amen. Hallelujah. Amen. So the Bible is telling us Biblia inatuambia that we need to love discipline. tunapasha kupenda discipline, Because correction is one tool of discipline. kwa sababu correction inatembea na discipline. Hallelujah. Amen. And whoever loves discipline, Kwa sababu mwenye anapenda maarifa, he loves knowledge. anapenda kufunzwa. Because when you want to be corrected, Wakati unapenda kuwa corrige, you want to know what is next. unapenda ujue nini You want to inakuya. know what can I do. Utapenda ujue ni nini ninaweza You want fanya. to know to do a research. Utapenda uelewe. You're gonna do a research for what can I do next. Utapenda ujue ni nini nitafanya. And they say, but the person who hates correction Wanasema mtu mwenye anachukia kuwa corrige is stupid. ni mpumbavu. Did I insult anyone? Ni mimi nimetukana mtu? Is the Bible says. Biblia inasema If you hate correction, kama unachukia you are correction, stupid. wewe ni mpumbavu. If I hate correction, Kama ninachukia kuwa I'm corrige, stupid. niko pumbavu. So the Bible is insulting someone, Biblia iko natukana mtu, but is correcting someone. lakini iko naambia mtu ya kweli. That we need to be careful Tunapasha kukua hangi to sana, be corrected. kupenda And kukua even the Bible kuonwa. go far and says, Na Biblia inaendelea mbali ikisema God correct people who he loves. Mungu anaonywa wale anaowapenda. God correct people who he loves. Mungu anashauria wale aliowapenda. If you are doing wrong Wakati uko nafanya yenye and vifai you keep playing in that sin na unaendelea kuchezea ndani ya hiyo and dhambi you don't see any consequences, na hauone kosekasi inaweza kutoka na hiyo that dhambi, means you already become a devil. na uelewe kama tayari You ushakuwa are the mharibifu. agent of a devil. Deja ushakuwa mtu wa shetani. But God corrects his people. Basi Mungu anakorije watu If wake. you read in the Bible, Ukasoma ndani ya you're gonna Biblia find out utaona that God usually corrects a servant of God. Mungu anakorija If katika they watumishi wa Mungu. do wrong, Kama watumishi wa Mungu wanafaa visiyofaa. like you remember the story of David. Unajua historia ya He Daudi, did wrong. alifanya He asiyofaa. killed someone. Aliua mtu. He sent a servant to the war so that he can take his wife. Alimtuma mtumishi kwenda kwenye vita juu abebe mke wake. God corrected him. Na Mungu alimkorije. God corrected us. Mungu anajua kisi ya If kutukorije. you do wrong, God going to correct you different ways. Kama unafanya visiyofaa, Mungu atajua kisi ya kupinia. Sign number 2. Mfano wa pili, If you are working with the Holy Spirit, ukitumika na Roho Mtakatifu, if the Holy Spirit is upon you, kama Roho ya Mungu iko pamoja na wewe, but you have lack, you don't have compassion. na hauna roho ya huruma, Tell someone close to you, compassion. ambia mwenzako huruma. You are a Christian. Wewe ni Mkristo, You need to have a heart of compassion. unapasha kuwa na roho ya huruma. Someone is struggling. Mtu uko napitia mateso, Someone is going through a problem. mtu uko napitia shida. You need
to have a compassion. Unapasha kuwa na roho ya huruma. You need to pray for that person. Unapasha uombee mtu ule. You need to support that person. Unapasha When he's kumsaidia. going through a problem, Wakati kunapitia vigumu, you don't need to laugh. hauhitaji kucheka. Because some Christians, Kwa sababu Wakristo they're wengine gonna say, oh, we know that will happen to him. watasema, tunajua tulisema We yatafanyika kwa know huyu he's mtu. pretending to be a Christian. Tunajua huyu yuko na jifahamu Kristo. We knew he gonna fall down. Tulijua huyu ataanguka tu. We know this gonna happen to him. Tulijua hii itafanyika tu. Brothers and sisters, Ndugu zangu, if you don't have a spirit of compassion, kama hauna roho ya you huruma, don't have a spirit of God. hauna roho ya You Mungu. don't have a spirit of God. Hauna roho ya Mungu. The Bible says, Biblia inasema hivi, Jesus, when he was walking in Jerusalem, wakati Yesu Kristo alivyokuwa akitembea he Yerusalemu, saw the crowd of people. akaona mkutano, He saw the mass of people. akaona mkutano, He had compassion on na them akawasikilia huruma. because he saw the problem. Kwa sababu aliona shida walikuwa Many nazo. people are here, Na watu wako mahali have hapa, problems. wako na matatizo. Many people are here, Wengi wiko mahali are hapa, going through challenges. wako wanapitia vigumu. Children of God, Watoto wa Mungu, we need to have a compassion tunapasha on kuwa na them. roho ya huruma. Pray for your brother. Ombea ndugu yako, Pray for your sister. ombea dada yako, Pray for someone who's going through a problem. ombea mtu iko napitia vigumu, Pray for someone his marriage is broken. ombea harusi ya mtu Pray fulani, for someone is sick. ombea mtu mgonjwa. Have compassion on Uwe na him. roho ya He huruma. doesn't have a job. Hana kazi, Have compassion. kuwa na roho ya huruma. Don't say that, oh, we know you're gonna suffer again. Na ukisema Don't ninajua say, atateseka tena, you gonna see. usiseme ndaona tena. Oh, you're gonna see pain. It's not a Christian. Hiyo sio roho If ya Mungu. you have a spirit of God, Kama uko na roho ya you Mungu, need to have a compassion. unapasha kuwa na huruma. You need to have a spirit of care. Unapasha kuwa na roho ya kusaidia You wengine. need to have a spirit of to share. Unapasha kuwa na roho ya kupatia Even wengine. share your wealth. Patia wengine mali yako. You know the spirit of God. Unajua roho ya It's Mungu the spirit of ni compassion. roho ya huruma. You see a homeless person, Unaona mtu mwenye iko nje, have compassion. kuwa na huruma na ule You mtu. see someone is begging on the road, Uko naona mtu iko naomba njiani asking money. na iko naomba Brothers mapesa. and sisters, Ndugu zangu, you don't know what happened to him. haujua ni nini ilifanyika You kwa huyo don't know mtu. what happened to him. Haujua ni nini ilifanyika kwa huyo mtu. I remember one day, Ninajua siku moja, I have a friend of mine who is a Caucasian. When I say Caucasian, he's from here. He's a Canadian. He's a white person. wakati nasema ule rafiki yangu ni Canadien. Hallelujah. Amen. So one day we were going in downtown with him, Siku moja tulikuwa tukitembea downtown pamoja naye, and that person he's good. He's wealth. He has money. na huyo rafiki yangu ako na pesa. And we met someone on the road. Tukakutana na mtu fulani njiani, A man was begging. na huyo mtu alikuwa akiomba njiani. And suddenly we met that person, Tulikutanana na huyo mtu, and my friend said, "Oh, na rafiki yangu akasema, I know this person." ninamjua huyu mtu, And he jumped on him na akamrukia huyo mtu and he hugged him na akampatia and yambi he started crying. na akaanza kulia, He started crying akaanza lia. and he said, "Wow, Akasema, wow, what happened to you?" ni nini ilikufanyikia ukuwe hivi? He said, "Oh brother, it's a long story. Akamwambia ni historia ndefu It's a sana, long story. ni historia ndefu sana. I lost everything. Nimepoteza kila kitu nilikuwa nacho, Now I'm homeless." na sasa niko nje, sina And nyumba. my friend told me, Na rafiki yangu akaniambia, he said, "Theo, you see this person? Theo, unaona huyu mtu He had buildings.
alikuwa na manyumba, He had apartments. alikuwa na He manyumba, had money. alikuwa na He pesa, traveled all over the world. alizunguka dunia nzima, Now he's on the street na sasa hana makao, begging. iko naomba. His life changed just very fast. Maisha yake ilibadilika mbio mbio. In this country, Mwa hii nchi, you are a newcomer. wewe ni wa mpya huku, Be careful. unapasha kufanya hangi. You can easily go on the street. Unaweza kuwa bila makao tu facilement. You go bankruptcy. Unaweza kuwa bila pesa yoyote. Bankruptcy, that means you are not able to borrow anything. Inamaanisha hauwezi kulomba kitu chochote. You can't rent the house. Hawezi panga nyumba, You can't have a bank account. hawezi kuwa na bank, You can't travel. hawezi enda popote. You can't go anywhere. Hawezi enda You popote. become homeless. Unakuwa bila makao. So you need to have the spirit of compassion. Pasha kuwa na roho ya huruma. So that day we went with that person. Ile siku tukaenda na huyo mtu, He took him. tukambeba, He took him to the place where to take shower. akambeba mahali kwenye atanawa, He take him to the salon to cut his hair. akambeba kwenye saluni kukua kwafe. We went to the to eat lunch with him, Tukakula pamoja naye and he took him to his house. na akambeba kwenye nyumba yake, And he said, "Brother, you're gonna stay with me. na akasema utawakia na mimi You're gonna stay with me until you recover the life again." mpaka siku utakuwa tena na maisha. Are you able to do that? Unaweza fanya ile? You see someone you know. Unaona mtu unajua, You know him very well. unamjua kabisa, On the street. mubarabara, Don't laugh on him. usimchekelee, Don't judge him. You usimujije, don't know what happened to him. aujua ni nini limfanyikia. You know, some people laugh on people. You are happy to see someone struggling. That is not a Christian spirit. Wengine wanapenda kuchekelea wengine, hiyo sio roho ya Mungu. Someone his marriage is broken. Wana mwingine harusi yake imeharibika, You laugh on him or her. unamchekelea. Be careful. Fanya hangi. You don't know what happened to her. Haujua ni nini You ilifanyika don't know what kwake. happened that marriage. Haujua ni nini ilifanyika kwa hiyo nyumba. Pray. Omba. Pray for those people Ombea mtu ule who are going through challenges. wenye wanapitia vipindi. If you have a vigumu. spirit of God, Kama uko na roho ya you need to Mungu, have a spirit of compassion. unapasha kuwa na roho ya huruma. The book of 1 John, Katika 1 Jean 1 John chapter 3, 1 Chapter- Pierre 1 John, Jean yeah, 1 Jean 1 chapter 3, 3:17. the Bible says, if anyone has a material possessions and see a brother or sister in need, but has a pity on them, how can the love of God be in that person? Yohana kwanza sura ya kwanza mstari wa 3 mpaka sura 3 mstari wa 17. Swali linasema nini? Ikiwa mtu anavyo vitu vya ulimwengu huyu na akamwona ndugu yake ni mhitaji, lakini asimuhurumie, upendo wa Mungu wakaaje ndani ya mtu huyo? Hallelujah. Amen. If you have money, Kama uko na pesa, if you have material, kama uko na vitu and you don't want to share, na upendi kusaidia you know there is wengine. people who grow up like selfish. Unajua kuna watu wanajipenda sana. You have something, Uko na you kitu, don't want to share with haupendi others. kuchangia na wengine. What kind of spirit is that? Ile ni roho gani? Have you ever seen
I usually tell my daughter Adasa, when I give her something and ask again, she doesn't want to give me. Ninaambia mtoto wangu nampa kitu na hapendi tena kunipatia. I'm the one who gave to you. Mimi ndio nimekupatia hiki kitu. And if you don't give me, then next time I won't give you. Na kama unipatie mimi sitakupatia tena. You see? God is blessing us. Mungu yuko anatubariki. God is blessing you. Mungu yuko anakubariki. To be a blessing for others. Chukue baraka kwa wengine. Hallelujah. Amen. God wants to bless you. Mungu yuko anakubariki. To be a blessing. Kuwa baraka to others. Kwa wengine. Right, Moses? Amen. God is blessing you to be a blessing for others. Amen. Have a spirit of sharing. Kuwa na roho ya kugawanya na wengine. Sharing is what? Caring. Huh? Sharing is caring. Amen. Hallelujah. Amen. That is spirit of compassion. Hiyo ni roho ya huruma. So the Bible is telling us, Biblia inasema if we have material possessions, kama tuko na vitu, give to others. patia wengine. But I'm so amazed with this kind of Christian. Ninafurahia sana Wakristo kama hawa. I come to you. Ninakuja kwako. I don't have money. Sina pesa. And you say, I'm going to pray for you. Na unasema ndakuombea. Do you think I'm going to eat your prayer? Unazana mimi nitakula maombi? Do you think I'm going to wear your prayer? Unazana mimi ndavaa maombi? I just need material. Ninahitaji msaada. Some people, they need material. Wengine wanahitaji vitu. Especially those who say, we have the Holy Spirit. We're speaking in tongues. We have the Holy Spirit. But when you come too close to them, ask them, say, we're going to pray for you. Wale wanaoongea kwa lugha, unawaomba kitu wanasema tutakuombea. Especially Pentecostal churches. Wakristo. And Christian of Holy Spirit churches. Wakristo wanaokuwa na Roho Mtakatifu. We're going to pray for you. Tutakuombea. Do you think I need prayer or I need where to sleep? Unahitaji unasania mimi nahitaji maombi ama nahitaji Oh, I mahali pa just need you have 2 bottles of milk. Maybe shame. Just give me one of the bottle of milk. Uko na galon 2 ya maziwa nipatie moja. Hello? Hello. Am I speaking to the church? Niko naongea na kanisa. The spirit of compassion roho ya huruma require us to share material. Inapenda tuchangie. To share. Changie vitu. To help others. Kusaidia wengine. You can see in Africa. Utaona hata Africa. We have mega churches. Tuko na makanisa kubwa kubwa. I like mega. Any pastors, even Mama Assumpta, may like to have a mega churches, right? Wachungaji wote wanapenda mega church. Lakini then the pastor Eriti, you're gonna see those mega churches pastors. Utaona wachungaji wa makanisa kubwa kubwa. They have private jets. Utaona yuko na magari kubwa kubwa. They have they are billionaires. Bako na pesa nyingi sana. They have monies. Amen. But you're gonna see someone in their church there don't have a shoes. Me utaona mtu mkwa hiyo kanisa hana hata viatu. Someone in the church doesn't have money where to sleep. Utaona mwa hiyo kanisa kuna mtu hana mahali pa kulala. Me, I don't understand that. Mimi sielewi ile. Pastor Eric, can you understand that? Yeah, someone is a millionaire. Mtu kuna pesa mingi. And that person who doesn't have a shoes. Na huyo mwenye hana viatu. And the millionaire say, "Come, I'm gonna bless you." Na asema kuja nitakusaidia. What kind of blessing you gonna give me? Utampatia baraka gani huyo mtu? That person needs shoes. Huyo mtu anahitaji viatu. Anahitaji viatu. Anahitaji nyumba. This world is not fair. Dunia hii haiko fair. This world is not fair. Amen. Why? Why? Kwa nini? Because it's full of selfish person. Kwa sababu inajaa watu wanaojipenda wenyewe.
You know why people are fighting in Iran and Israel? Unajua ni kwa nini vita iko Irani na Israeli? Because they are selfish. Kwa sababu wanajipenda. Full of selfish people. Watu wanajipenda wenyewe. You know that I usually calculate the money that has the person who make a Tesla. What is his name? Who know the name of the Tesla? You know his how much money he has? Unajua kuna pesa ngapi huyo baba? Billion and billion of dollars. Amen. So and the world Na dunia nzima has like how many billion of people? iko na watu wangapi? 8 billion of people, right? So that guy has more than 8 billion of money. Amen. So if he share his money, Kama huyo mtu atagabulia pesa every single person in this world, dunia nzima, we could not have a poor person. hatuwezi kuwa na So maskini. me, I could get 1 million. Mimi nitakuwa na yangu. You could get 1 million. Amen. Your son could get 1 million. Amone kama dunia na jana ba na watu tu wanajipenda. People that are selfish. World is full of selfish people. They are fighting, they are killing each other somewhere. Wako wanauana huko. And we are suffering here with gas. Na sisi tuko tunateseka Gas huko is na getting mafuta. high. You don't know. You don't drive. Hautembeza lakini mafuta. The gas is high now. Mafuta ya gari imekuwa Because juu some sana. people are killing each other somewhere. Kwa sababu watu huko wanauana. Selfish people. Watu wanajipenda. Lack of compassion. Hawana roho ya huruma. Because they have a spirit of devil. Kwa sababu wako na roho ya shetani. Lack of compassion. Kosa huruma. If you have that spirit, you don't have God. Kama uko na hiyo roho wewe hauna Mungu. You need to repent. Unahitaji kutubu. The last sign, Sinya ya mwisho, you don't forgive. hausameaki. 3 signs. Mfano 3. Number 1, Ya for those who are kwanza, writing, you don't like to be corrected. haupende kuwa korije. Number 2, lack of compassion. Ya pili, hauna huruma. Number 3, Ya you tatu, do not forgive. hausameaki. If you are a Christian, Kama wewe ni Mkristo you don't forgive. na hausamehe, You don't have a spirit of God. hauna Roho You Mtakatifu. have a spirit of demon. Uko na roho ya shetani. If you don't forgive, Kama wewe hausameaki, you're going to see someone say, I will not forgive him. unaona mtu anasema ule I will sitamsamea. not forgive him Sitamsamea until Jesus comes. mpaka siku Yesu atakuja. That means you are not going to heaven. Inamaanisha mbingu haiko yako. We need to forgive. Tunapaswa kusamehe. Forgive others. Samehe wengine. People may hurt you. Watu wanaweza kuumiza. People may bring you trouble. Watu wanaweza kusumbua. But we need to forgive. Tunapaswa wasamehe. I will not go there anymore. Mimi sitarudilia I pale. will stop going to church. Sitaenda tena kanisani. You are not stopping go to church because of me. Hawezi kuacha kanisa juu yangu. Because of the spirit who is in you. Kwa sababu ya hiyo roho iko ndani You mwako. don't forgive. Hausamehe. Hallelujah. Amen. If you don't forgive, Kama wewe usameheake, you don't have a spirit of God. hauna roho ya Mungu. That is the last sign. Hiyo ni sinya ya And mwisho. that's the sign that you are going to heaven. Na hiyo ni sinya ya kuenda If you mbinguni. want to go to heaven, Kama unataka enda you mbinguni, need to forgive. unapaswa kusamehe. Forgive anyone Samehe watu who wote hurt you. walikuumiza. Forgiveness Wasamehe. is the key to heaven. Kusamaha ni funguo ya kwenda mbinguni. Forgiveness. Msamaha. When John the Baptist came, Wakati Yohana Mbatizaji he told the alikuja, people, akawaambia watu, repent your sin tubuni, and forgive sameheni, to receive Christ.
Tumpokee Yesu Kristo. Brothers and sisters, Ndugu zangu, even Jesus told his disciples, hata Kristo aliwaambia when you watume, pray, kati tunapoomba, ask God, waambie Mungu, forgive us our sin, utusamehe kisi as we tunavyowasamehe. forgive other people. Tusamehe kisi tunavyosamehe If you don't waliotukosea. forgive someone, Kama wasamehe, you are keeping him in your heart. unawachunga ndani ya roho It's a yako. problem. Hiyo ni You problem. need to forgive Samehe and forget. na usahau. Especially, I'm sorry to say that, especially you women. Wanawake, You don't forgive, atusameheake. be careful. Tunapasha fanya hangi. You're gonna see you did some wrong, but if you have trouble, she gonna remind you, ulifanyaka hivi. But as husband, we forgive and we forget. Sio wanaume tunasameheaka na tunasahau. But you, Wanawake, trouble. Hallelujah. amen. Including my wife here. Everybody, every woman. Amen. You don't forget. Just make effort to forget. Jitahidi sana kusahau. I may hurt you today. Naweza kukosea leo. I'm a human being. Mimi ni mwanadamu. And her, as husband, Wanaume, what hurt us as much? Let me give you a secret. acha niwaambie siri. As a husband, Sisi wanaume, if you keep reminding me, ukiendelea kunikumbusha, you are pushing me away from you. unanipeleka mbali na wewe. That means I understand. Nimeelewa. When you keep reminding me Wakati uko unanikumbusha the wrong things I did, yale mabaya niliyokosea, you are pushing me. uko unanikimbiza. That means I'm feeling now I'm not comfortable. Ndio maana najisikia siko tena comfortable. I'm not a value person to you. Siko tena mtu wa maana kwako. Hello? Hello. It's very important. It's the key for heaven. I'm telling you the Ni key. ya maana sana. Forgive and Sama forget. na usahau. But if you don't forget, but keep it in you. Na kama usamehe, ubimeze tu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I'm sorry if I hurt you on that. Hallelujah. Unisamehe sana kama nimekukwaza. But when you don't forget, keep it in you. Kama usahau, ubakie tu navyo wewe mwenyewe. But don't remind someone. Kini usimkumbushe huyo mtu. Whenever he do wrong, Kati ninakosa, you just want to remind what happened in 1999. unataka unikumbushe vilifanyika zamani. You did something wrong to me. Ulinikosea kile siku. When you remind me something I did in 1999, Ukenikumbusha nilifanya masiku I'm gonna see zinapita. a devil in you. Daona shetani mzima ndani Because the mwako. plan of the devil Kwa sababu kazi ya shetani is to remind you ni kukumbusha watu. his name is an accuser. Yeye ni akizateo. Someone who's reminding you your sin Mtu anakumbusha dhambi is zako. playing a role of a sinner. Anacheza kazi ya Because the mwenye dhambi. Bible says Biblia inasema when we are in Christ, when we become a Christian, wakati tuko wa Kristo we are new creature. tunakuwa watu wapya. Everything has passed Yengine yamepita and we become a new na creation. tumekuwa wapya. So whoever remind you Mtu atakaye kukumbusha what's past, yale aliyopita, he's playing a devil. anacheza kazi ya shetani. Hallelujah. Amen. Forgiveness, Msamaha it's the key. ni funguo. If you don't forgive, Kama usamehe, make the Holy Spirit is in you. amen, It's not in you. Roho Mtakatifu haiko ndani mwako. But if you forgive, Wakati unasamehe, you please the Holy Spirit. unampendeza Roho You Mtakatifu. please the God who is in heaven. Unampendeza Mungu juu mbinguni. Forgiveness, Msamaha it's very important. ni ya maana sana. Let's stand up Acha on our tusimame. feet. Tusimame. Forgiveness. Msamaha. Please. 3 signs
Sinye tatu. we need to work with it with the Holy Spirit. Amen. Number 1, Ya kwanza, to be corrected. Kukaripiwa. kupenda kukaripiwa. Hallelujah. Amen. Be corrected is very important. Penda sana kuwa karipiwa. No matter any title you have, Ingawaje wewe ni nani? no matter any position you have, Ingawaje wewe ni nani? you need to be corrected. Upenda sana kuwa karipiwa. And the correction has I didn't enter in deep in that one, but correction need respect. Kukaripiwa vile inapenda sana adabu. Because it's in the book of Proverbs we say discipline. It requires discipline. Amen. So if I want to correct Mama Assumpta, Kama nataka karipia mama, I will not just come and start correcting her. sitakuya bila adabu, bila heshima naanza I'm gonna mcorrect. see, first of all, she's mature more than me. Napasha nijue kwanza yeye ni mtu She's mkubwa. old than me. Yeye ni mtu mkubwa. She has passed through many things more than me. Amepitia mengi kunishinda. She has more experience more than me. Anajua sana kunishinda. I may be her pastor, but I need to have a strategy to talk to her. Ninaweza kuwa mchungaji lakini napasha kujifunza jinsi ya kumwambia So mama. I need more respect to correct her. Ninahitaji adabu kwenda kumkorije. So correction need respect. Correction inahitaji adabu. It needs discipline. Nahitaji adabu. So we have to accept correction Amen. in order for us to grow. Amen. Number 2, compassion. Roho ya huruma. People have need. Watu wanahitaji. People have problems. Watu wiko na People mashida. have challenges. Watu wiko napitia vigumu. We need to bear with them and pray for them. Tunapasha kuwa pamoja nao na kuwaombea. Number 3, we need to forgive. Tunapasha samehe. It's a key to go to heaven. Hiyo ni funguo ya kwenda mbinguni. Forgiveness. Kusamehe. Ask God to forgive us. Ambia Mungu akusamehe. Forgive other people who harm us or hurt us. Samehe wengine waliotuumiza. And forget. Na usahau. It's very important. Ni ya maana sana. If you want the Holy Spirit to dwell in us, Unahitaji Roho Mtakatifu we akutawale. need to take these three signs very carefully. Tunapasha kamata hii mfano 3 sana. Lift your hand, we're going to pray together. Nyosha mikono yako juu. Let us pray. Acha tuombe katika jina la May Yesu the Lord Kristo. help us. Asante Yesu. May the Lord help Neno lako us siku ya leo Jehova. to be Ubarikiwe Bwana, upewe sifa. corrected. Mungu atusaidie tukuejue kwa original. Help every single person Tusaidie Mungu wangu. who came here today. Tusaidie kimbilio la vizazi. Holy Spirit, help me Hatutaweza pasipo wewe Roho to have the Mtakatifu. attitude of correction. Hallelujah. In Jesus' name, help every single person, Almighty God, But in to experience the compassion the spirit in our life, to support people who are in need, to pray for people who are struggling, to bear with people who are going through challenges. In the name of Jesus, we pray, Father, to help us to have the spirit of forgiveness. In Jesus' name we pray. May God bless you. Amen. 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 God bless you. Mungu awabariki. Thank you, my wife, for the nice interpretation. Amen. And you have been standing here since the beginning. This is a big shift. Hallelujah.